we are prone to misbehavior. Musa alikuwa ametoka kwa Mungu na tabernacle, tablet imeandikwa sheria from the hand of God, but aliangusha chini kwa makasiriko. So we are men from God, but also tunaweza kuleta maneno ambayo sio mzuri. Kwa hivyo always keep monitoring me, because wale ambao unasikia walimakenziwa wali unamlead anafukua yote, anafukua. Haleluya. Na unamwambia ndio ni Jehova, nilikuwa nimeonyesha wewe tu ndio nabii umebaki dunia hii. Yani haleluya. Una record. Sasa siku hiyo tutaiweka wapi? Tutamsimamisha, tumuulize hiyo sauti ni yako. Sasa hata sisi tupatie unabii, na kama hautupatii tutakunyoga. Hiyo ndio kazi hiyo, kumaliza hii mikora. Hiyo ndio ile njia mzuri ya kumaliza mikora. Mmenisikia? Tafadhali, I'm not closing you, siwafungi muni worship ama muone kama I'm the only prophet, but wakora ndani ya hii nyumba hawatakubaliwa. Pulpit ni moja hapa. Kama uko na neno leta kwa pulpit. Umenielewa? Hiyo ya ukora na huko nyuma, hiyo wachana. Huyo ni mtu wa devil worshiper. Nego uko purpose. Wako hapa na kazi yao kubwa ni kumaliza kikokona hapa, kumaliza hii madhabahu. Lakini ubaya hawataweza. Unajua kuna kitu unaweza babaika. Kuna kitu inaweza kutishatisha wewe. Hapa tulitoa meno ngapi? Tulitoa meno ngapi hapa? Meno za fisi, meno za nyoka, meno na metingoe ya nyoka, metingoe ya kale kitu kinatembea kwa nyumba kanaitwaje? Lizards. Ne haka na huyu mzee alikuwa amekataa kutoka, na siku kuboreshwa alikuwa ameambiwa weka vitu zako hapo, na alikuwa amekataa kutoka. For the last tulikuwa tumeshindwa kumaliza hii nyumba kwa sababu ya hapa. Kumbe hii ilikuwa madhabahu ya uchawi na uganga. Na ni daktari huyu anaongeaga waganu mtupu kwa TV ya Kameme. Ndio anakujaga asubuhi. Yule anajifanyaga ni gynecologist, Dr. Kive. Sasa imagine hizo mametingwe tulikuta hapa, na hizo manyoka tulikuta hapa, na meno ya chura, meno ya nini. Sasa uende akugynecology. Uende sasa akugynecology. Na alikuwa amekataa kabisa, mpaka tukamtriki. Tulimtriki. Tukaita vijana yake wakakuja wakaingia kwa hiyo nyumba ndani. Sasa tukajua tuko na mashahidi, hakuna kitu kitakoteka. Tukaambia vijana mtoke. Tukaambia jamaa, bomoeni, hii ndio Jericho. Bomoa. Tukaambia no moving here, stay here. Tumewajengea ofisi huko juu na tukawapelekea vitu huko juu. Wakasema hapana, si hatukuwa na ubaya, lakini uacha tuikie, tujitolee vitu zetu. Nikasema hakuna kuikia na hakuna kutoa. Simulikataa kwa sababu ni meno hiyo walikuwa nataka kutoa. Sisi ni wabaya. Sisi ni wabaya. Ikifika ni hiyo laini, sisi ni wabaya.
Ndio kwa maana nilipelekwa kwa Mugike, nikatrainiwa vizuri, nikatrainiwa huko. Joshua alichukua bunduki, litachukua bunduki. Ikifika ni bunduki tutabeba, ikifika ni mapanga tutabeba, lakini ujinga itaondolewa. Matigo totora kwa Makenzi. No. Hiyo ndio tulitangaza tukiwa Murang'a, tukasema wale wote wanafanya kwa hidho wa uboranio. Sio uboranio. Yes. Na wale watu wanafanya kitu hapa kwa hii nyumba kwa hidho wa uboranio. Na tutawaborania na tutafanya vitu baya na wao. I'm telling you, it will not be good for you. It will not be good. It will not be good at all. It will be bad news. Itakuwa breaking news. And I'm ready to go huko Jadani. Hakuna jela mpya ametengeneza, ni ile ile. Ni ile ile najua. By the time nipelekwa huko nitakuwa nimepigia vijana huko ndani simu ndio wodode kama ikarumu kama mbele. Na nisikubiri tatu munione tena hapa na microphone. Bwana asifiwe. Kwa hivyo it is a warning. Nimechukua muda mrefu kwa sababu kumekuwa na complaint 2-3. Ukiona watu hapa lakini hiyo ujinga from today, hiyo ujinga babu la mahali kelele, hiyo ujinga from today, it has no more matter it is you or who, no matter the position you are holding, I will destroy you like a trash. Mtu amekuja hapa na majeraha, amekuja amerepiwa, sasa naona nakuja kumwambia story nyingine similar to that. Hii kanisa ataionaje? Wakora heke durato heaga utwendagirie kuma muthi. Yes. Nimekataa. Hiyo tumekataa kabisa. Haya. Katugo turatuthigia go kinyari. No. Sasa tuangalie, there are 3 types of curses and how to break them. Those are the curses I'm talking about. Bwana Yesu asifiwe sana. So I want to categorize. Nimewapatia overview because that is how we get curses. That is how you see kuna mtu ako hapa lakini ana umaskini mwingi sana. Ako hapa lakini ako na shida ambazo zimemsumbua sana. Ako hapa na haponi. Ako hapa lakini ukimwona it is like you are living a miserable life. Those are the curses that befell you. And these types of curses ambao nataka tuzungumzie, this one, a generational curse. A generational curse, let me see whether I can find a verse yenye itatusaidia. Tusome kitabu cha Exodus 36 verse number 7. Inasema, the iniquity of your fathers says that God will visit you with the iniquities. Acha tusome Exodus 36 quickly ndio tupate hiyo context vizuri. Verse number 7. We'll start from verse number 5 or 4 there. So that all and they said Moses, the people bring much ni kitabu gani hiyo? I'll cross over the ni Genesis ama ni I think it's Genesis. Nimesahau kitabu yangu huko. Yeah? 20
before me. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall not have any other gods before me. Watu wanaona ukihangaika wanakaa tu, wengine ni tusipo. So so hawataki usikilize, wanataka sasa ukue kirukaruka. So therefore he wants you first. Then you shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is here or kule bigoni. Hakuna hata hiyo kitu mnashuhudia hapa imewekwa Yesu amekaa hivi. The Bible says clearly, inasema you have a bondage. You have carried a burden ambayo ni ya guka. Umebeba mizigo ambayo ni ya guka, waguka. Umebeba vitu ambavyo hauvielewi kabisa. That is the reason you are suffering. That is the reason you are crying. That is the reason you've been to hospital. That is the reason you cannot be able to have a life that is good. Because the challenges you are having, it is not from you. The challenges you are having is from somebody of 10th generation, of 5th generation, 3 generation. So that is why I normally tell you, before you go for prayers, try to understand if the current problem you are having is a generational thing. Because until you understand why you are suffering, you will not come out of it. Because it could be a generation. It could be unapigana mambo ilifanywa na shosho wa shosho. It could be you are suffering because you have a great grandfather. Wewe uko innocent. Mama yako anaendaka kanisa. Ulikuuliza mama yako anaendaka kanisa? Mama yangu kwanza ni pale mbele. Na baba yako, kwanza baba yako anafaka ile kabuti ya red. Na shosho kwanza ndiye alituelekeza. Alitoa shamba ya kujengwa kanisa. Ile kanisa tuko tu ni na guka, ni ajua gukale modo mogo. Guka wa shosho wa guka wa fafa wa shosho ole ali modo mogo basi. Sasa usitafute kwa mama yako. Usitafute kwa shosho yako. Usitafute kwa shosho wa shosho. Ruka kwa hiyo mzee alikuwa mdomoko. Aliua watu wangapi? Haleluya. Aliua watu wangapi? Na in the process ya kuua alichinja mambuzi ngapi? Na alichinja makuku ngapi? Na alichinja mang'ombe ngapi? Ni vitu vingapi vilikufa kwa sababu ya generation ya siku hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiroga hawa watu walifanya nini? Ndio uliona wakati nilipeleka yule, tulitafuta ni nini shida Kenya hii, tukaipata kwa wazee wale walifuga maumau na wakafuga wazee wa Gati. Sasa ilibidi niwatafute na nikawatafuta nikapata ni wazee wa 100 years. So ile problem tuna face it's about 60 years, 70 years.
So that I had to carry with them. Nikauliza, mulifanya nini? Tulichinja busi. Na nini kingine? Tulichukua, kuna miti tulibeba, ile miti ya kufuka watu. Inaweza kupatikana moja inaitwaje? Moeba igoro. Na hiyo ingine inaitwaje? Mwabadhe. Na hiyo ingine inaitwaje? Majina. Akaniambia tunaweza kuipata. Inapatikana wapi? Ile tunaweza kukosa sana inapatikana Mount Kenya ama Aberdare. Nikawapatia gari, nikachukua kahaya. Wakabebwa siku 3. Waende mahali popote mpaka hiyo miti ipatikane. Ilipopatikana wakakuja nayo. Mimi nikaenda nikatafuta buzi, nikauza mwadheja, mlikuwa mnachinja buzi ile gani? Wakaniambia tunachinja buzi mpya. Sorry, si mpya. White kama hii. Wakaniambia, nikauliza mlikuwa mnachinja? Wakaniambia ni dorome ambayo haijafinywa. Unajua kufinywa? Haijafinywa. Sasa hiyo ndio walikuwa wanatoa ya white. Mimi nikaenda nikatafuta dorome ngapi? Walikuwa wanatoa 3. Mimi nikaenda nikawatafuta buzi dorome ngapi? 4. Unashinda, unainua. Huwezi kutoa madhabahu, kuvunja madhabahu na kile kilivunja ikwe atipa. Hiyo madhabahu haikuvunjika. Hawezi kuvunja madhabahu na kitu kilicho chini ya kile kilitumika kuvunja. Hiyo madhabahu haitavunjika. Kuvunja madhabahu ni kuinua madhabahu. Unavunja na the exact, alafu unatopa. Kama walikuvunja, walishikana mikono kuja simama. Ukienda kwa mganga, unakuta tulienda sisi mimi nikakuta mganga, tukafanya maagano. Wakashikana mikono. Wakakuombea maovu. Hii itafanya kazi. Sasa kuwashinda, unashikana wewe. Waine wao walikuwa wangapi? Maombi ya kushikana, mnashikana mkiwa wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ketini chini. Wale walishikana mikono wakakuombea, walikuwa wawili. Lazima kwenye maombi hiyo, kama unavunja hiyo madhabahu, mshikane mkiwa zaidi ya wawili. Na ikiwezekana huzisha kanisa kama hii. Bwana Yesu asifiwe. Join the church like this one, washikane wote mikono. Meaning hawatapeleka watu 100 kwa mganga. Kwa hivyo hakuna siku nyingine atakushinda kwa maombi ya kushikana. Hiyo ndio siri ya kushikana mikono. Involve. Kama ni kwako kwa nyumba, shikana ukiwa wengi. Na kama mko wawili, shikanisha. Ndio uliona jana tulijiambia kushika nyumba ni kushikana na the foundation. Value ya hii nyumba ilikuja kwako. Umenielewa? Kwa sababu nyumba ulizungumziwa neno la baraka. Ukazungumziwa, ukakuwa anointed. Kwa hivyo you had the power to speak. Bwana Yesu asifiwe sana. Then the value ukaambiwa ushike hii nyumba. What is the value of this house? It is like 1 billion. So you raised your altar to the billion. So altars, but vitas za kimadhabahu, it is not about how good you are in giving, in doing it, or how anointed you are. Is understanding the value of the altar you are fighting against. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never win an altar battle if you don't understand the value of it. Until you know walitoa kukungapi, sharuti loko kushikana. Until you know ni watu walichinjwa ama ni nini ilifanyika. That is the only way you can be able to come out of it. And that's why I normally tell you, me as a pastor, me as an evangelist, me as a prophet, I have no capacity to tell you how much you are supposed to give as a sacrifice. Wherever watu wanakuja na ambianga, nenda uombe, God will cause you to know, and atakupatia ni nini utalete. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataiwisi patu you, atakwambia through a dream, atakwambia through something, you will see it will come. Bwana Yesu asifiwe sana. When Abraham was about to slaughter his own son, aliambiwa geuka, akakuta kuna busi. Bwana Yesu asifiwe sana. When Solomon was about to be given anointing ya wisdomatic anointing, aliambiwa aende kwa mlima achinje ng'ombe ngapi? 1,000. Have you ever read in the Bible ati alienda akaambia watu wa Itora, watu wa Tora,
Todo mwathani ni arakinjariirie aranjirajire ng'ombe ngiri ĩmwe nĩ ndĩrakĩmũhoya andũ a itũũra mũkĩnjikĩrĩrie. Nowhere. God will speak to you on what you have. If it comes to kuvunja madhabahu, it must be there. No preacher, no matter the level of the anointing, will be able to tell you this is what God wants. It is only God that tells you. It is only God that will tell you. Na utaenda kuomba unaona TV yako. Ukiomba unauliza Mungu ninakuomba, ninakuuza. Nizungumzie kwa hili jambo. Unaona TV inaletwa na ndio ile umependa sana. Unaomba kumbe juzi ulitumiwa tu pesa na mtoto wako kwa Ulaya atakufungua kazi ya 1300. Unaomba na kuomba Mungu, ile kazi ya kwanza nilifungua ilifungika. Nakuja hiyo madhabahu Baba, nionyeshe kile kitu nitapeleka kwenye madhabahu yako na unionyeshe ni wapi naenda kupeleka madhabahu yako. Unaona shilingi 1300 zinapita kwa skrini ya macho yako. Zile zote ulitumiwa unaweza kuziona ukizipeleka kwenye madhabahu. Kumbe hiyo ulitumiwa na mtoto, ni Mungu alitayarisha zikuwe kwa mikono yako ndio upeleke kwa madhabahu. Then akamwambia Abraham, chukua mtoto wako unayempenda sana. So it must be specific. Ni lazima kiwe ni kitu kinapendeka kwako ndio kiweze kupendeza kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tikuo si ile guo umevaa imelaruka ndio unaletea mzee huyu avae. Ni unaenda kwa duka unanunua kanguo kana kupendeza, macho yako inapendezwa ndio unamletea. Sio zile mmevaa, sio ile kiatu umevaa ndio unaletea watu. No, that one is not a sacrifice. Hiyo labda wewe voluntarily uone huyu mjamaa hana kanguo kazuri, uko na 5, enda chukua umwambie nimeona tu nikupatie. It is not attached to giving. Do not attach it to any giving, because that is not a giving. If you have given thing because you don't use it, because you don't need it, even if heaven could have begun, it is not needed. God will never use anything that you don't need. That is why he told Abraham, unipatie mtoto wako. Alikuwa na watoto wawili. Unipatie mtoto wako yule unampenda zaidi. So your heart must be touched when giving a sacrifice. Your heart is a component of a sacrifice. Ile unapenda zaidi. Then number 2, he was told uende kwa mulima. Mulima unaitwa nani? Yeah? Mulima unaitwa Mount Moriah. Then alipofika katika mulima, maagizo mengine zaidi. Katika Moriah kuna mulima mmoja. Katika Moriah there is a mountain where I am found. So God is not found in Mount Moriah yote. He is found in a particular mountain, small mountain in Mount Moriah. So God is not everywhere. God is not the God that is breaking your altar. Si hayuko kila mahali. Ako na mtu mmoja. Ako mahali, ako kwenye nyumba moja kama hii, ako kwa Wajiro, ako kwa Harrison, ako kwa Nganga, he is somewhere and he is to direct you there. CTV could direct. Apana, he will speak to you. He will tell you there is a servant of God. Ako mahali fulani. Take this one. Bwana Yesu asifiwe sana. So, about breaking these altars that are generational, you need a guidance from heaven. If you do it alone, it will not work. If you do it with other people or a pastor guiding you, it will not work. That is money wasted. That is a gift to the man of God or a gift to somewhere else. Because they don't know. They don't know what kind of a generational curse that you are operating in. It is only God know. Niguka waguka wa saba. Na aliua mtu. Na alirogwa, alifungwa na kondoo, alifungwa na kuku, alifungwa na kitu fulani. Because God knows only. Bwana Yesu asifiwe sana.
So God will reveal, atakuonyesha kama ni mbuzi. Mimi nilikuwa nimefungwa na mbuzi kondoo wawili peke yake. When I went to pray, because nilikuwa na pesa, I had 1 million nilikuwa nataka kupelekea Bishop Harrison Ng'ana ya kunifungua. Hanga akaona nimeshika kibata kile nikegeke. Nikamwambia ni pesa ya nini? Nikamwambia ni ya kuvuja madhabahu. Madhabahu gani? Nataka unieleze. Kwa hivyo hata ujui. Na ulijui akaniuliza ni pesa ngapi? Nikamwambia ni 1,000,000. Akaniuliza, sasa kama ni 1,000,000 ulipima, nani alikwambia value ya ile madhabahu unavuja ni 1,000,000? Alizo umeopa? Nikamwambia hapana, nilihisi, nikaona ile shida ninapitia, na nimesikia Biblia ikisema lazima ikuwe ni kitu ambayo itanikarimu, kitu itafanya nilie, because nikitoa hiyo pesa kwa account, that's the only money I had. Sasa nililia. Sasa nilifanya Biblia kale, nikalia na nikajipagusa machozi nikitoa hiyo 1,000,000. Lakini nilipofika kwa Harrison aliniambia rudisha pesa yako kwa account. Hiyo hoye kaineo kwa nilioneke. Nilipoenda nikaopa, niliona mbuzi ya white na nikaona kondoo ya white na kondoo ya red. Kumbe great father Glad Guka ndio aanzisha madhabahu ya Maumau. Walitoa sadaka mbuzi wakapi? 2, ya white na ya red. Hiyo ndio nilienda. Mahali nilienda kununua ndizo nilikuta. Kufika tu hivi nilikuta divisi. Zilikosa shilingi 7,000 zote mbili. Baja baada 7 nyingine 7,000. Nikakuja nazo akaniuliza, "Neka hiyo lako aliye?" Nikamwambia yeye ndekai. Nigwa lako ile chitwale hala kigogona hivi. Nikapeleka kwa kigogona. Washirika huko wakaanza kudiangalia udoyo maodo mamo geke ni ale kanitha-ini. And from that day my life changed because of 2. Lakini nilikuwa nimepeleka 1 million. Na kama ningepelekea kama hujia kengine kale kakupigia watu masimu, niko na manabii hulu sayarama, unabii getoka riako yando ya masaya ria makoto ria ndara maketa milioni kolimae kutoka limaketa biguni milioni kubalika. Wow, that's the most dangerous life you can have. But until you get to the right man of God to give you direction, mambo ya madhabahu sio kitu ya kuchezewa, sio kitu ya kulukiliwa, sio kitu ya kufanya haraka ati kwa sababu uliniona kwa Saimokei daona tutagiritoa dishuvu hiyo nimekula, hiyo ni chakula umenipatia. Mostly I reverse. Watu wa huko ngapo wanasemaga mimi Pastor Mariko, mostly I reverse. Ni reverse ya 200,000. Hiyo mama mpaka sasa hiyo ndio talk inazungumzwa Seattle mzima. Alashokirie kilimara na meri. Why should I take the money? Where? Naipeleka wapi? Sita kusaidia. Ndurihera ciana ciaku school fees. Gayara Kenya na gerehera mwana wako school fees na pesa cia gutunyana. God is looking at me. Kwa hiyo kiana gya kugira kogona mbe mone kiaruga na bathate. Todo wake nimeiba. I'm a thief. So I'll be sitakubali, nitakuregeshea. And before you say watu wote ambao wamenitumia pesa ama wamenipatia pesa na kuuliza kani ya nini? Sikule mlileta matunda yenu tuliwauliza ni ya nini? Ni umekuja kwa sababu ya kanisa, kuleta kanisa nikasema ikuliwe kwa sababu ya ile imeletwa. Si mlikula nyinyi wote? Singeipelekea mtoto wangu. Hakuniletea niambia hizi ndio tuwaleleshia na msie. That's a difference. Pelekea hii mtoto wako ama peleka hii ununue chakula. Hiyo ni tofauti. Ukikuja na kitu hapa sema nimenunua kanisa ikule, siwezi kuitoa kwa ile mlango. Siwezi. Nitaikulia kwa sababu hiyo ndio kusudi. Kusudi ni muhimu kuliko kutoa. The intention of giving is more powerful, more stronger than giving whatever you are giving. Bwana Yesu asifiwe sana. So God does not look at what you are giving. God will only look at what?
the intention of giving. Bwana Yesu asifiwe sana. So what kitu kile kilinifungua si milioni yangu, kwa sababu you believe in the value of something. In the physical, the value milioni moja ilikuwa inafaa kunivunjia madhabahu, lakini in the spirit buzikapi, kwa sababu hizo ndizo zimetufunga familia mzima. Na kutoka hapo the entire family inaitanishwa na kukaa wote. Ile challenge tulikuwa nayo yote iliondoka. For the first time last year tulikutana home, watu family mzima hiyo naiona sasa. Tulifanya jam ya magari kwetu, mpaka geshagi mzima wakakuja kuangalia kama kuna mazishi, kwa sababu lazima kukiwa na magari mingi lazima kuwe na mazishi, ama kuna walikuja kuchukulia kakwena tena. Walikuwa napigia mama yangu simu, nyina Ndura kareke dona gari nyingi kakwenda kadhena. Hawakuwa namuuliza kakwenda hiki kakwenda kadhena, so they believe cars can only come kukiwa na shida. Bwana Yesu asifiwe sana. So kutoka hapo nilifungua mimi, am least in our family. Mimi ni wa mwisho huko kabisa. Kwetu kule nimezaliwa kwa nyumba ya baba yangu, mtuko wa watoto 20, I'm number 14. God used me to set them free. Na ni mbuzi ngapi? Na wameteseka. My brother lives in US. Alikaa 15 good years bila akitafuta fare ya kurudi Kenya. 15 years akitafuta fare ya kukuja Kenya, my brother. Lakini after I did that, after I did what? He is a doctor, he's a medical doctor. Alitreat mtu mmoja, is a medical, si nurse, si ya kupagusa nini, a medical doctor. Najua wengine wanakujaga sasa, and they are doing good job. Bwana Yesu asifiwe sana. They are doing a good job. God bless them for whatever they are doing. It is a calling. Wewe ukiambiwa waende ufanye hiyo kazi utasema hata. Lakini kuna mtu happily unasikia ana feel this is what I'm supposed to do. Akiona amesaidia msee anajikunulia, ana feel I have achieved. Because that is a calling. Ameitiwa hapo. Ndio kwa maana akapatiwa visa akaenda Amerika. Wewe mwenye hauna calling hauwezi Mungu hawezi unahadi kuweka hata. Unaenda kufanya nini? Mungu anaulizaga swali. Anauliza yule mtu anapatiana visa, kiuki haugirathieko. Kiuki haure girathieko. Unanyimwa visa mara ya kwanza, mara ya pili unanyimwa, mara ya tatu unanyimwa, mara ya nne atendeda gutwara kiwa Amerika kama huijeria. No, don't give ye until God looks at your heart. Anajua this I've called to help my wazee pale, kusaidia. Kama sasa naona kama hii naonaga wazee na wasaidia. Mimi nikienda kuomba visa hata wataniitia kwa mlango. Wewe kuja. Because I know I will transfer my calling kule. Napata na kimzee kimejipubulia, nachukua tissue na pagusa vizuri. Na sisikii vibaya. Na kutoka hapo naoga, naenda nakula chakula. Lakini kama ni wewe, so God looks at what the intentions you have to him to bless you. So mimi nilivuja madhabahu yangu na tubusi tuigana tuere, because I heard from God. I did not hear from men. And when I tried to take to my bishop refused. Na hiyo unaona hiyo tabia yako ndio niko nayo hapa. Utaniletea nitakata na kukwambia beba pesa yako mzee, enda tu. Na kama wakati wa kukusaidia haujafika, siwezi digekohe. Itagetekelete you. Because what ile kitu niko nayo hapa, it is here meant for a purpose. Tisi yako heana, tisi yako anaga. Hapana. Hii vitu yote umeona ni Mungu amenipatia, na alikuwa ananipatia specifically, na anakomandi mtu anamwambia tuma mekefe tano ya rangi. Kuna mtu naona, kuna mtu anatuma rangi, kuna mtu anatuma viti, kuna mtu anatuma kitu kingine. Kama saa hii wacha nikusomee message, sijui kama imedilitika, iko kwa simu nyingine. Mama ako US amesema nimesikiliza service yote to the end, na I want to partner with the praise and worship team, nitawanunulia nguo hizo. Amesema sasa uniambie nianze kucheza na Mungu kama huyo, I cannot joke, because it was my prayer. I have a team ambayo ni clean, ambayo ni smart. Watu wakiwaona pale wanajua wow, this is a praise team I want to join. Immediately nimetoa hiyo, Mungu ameisikia,
amecommand mtu wako Amerika. Amecommand mtu wako wapi? Amerika. Na hapa tukiwa hapa unabii katoka, Mungu ameweka tiki. So there is no struggle. When you're operating in an open heaven, there is no struggle. Things will come. You just mentioned zinafanyika. You just mentioned tu. Nasema kuja. Unaona zinajireta kama 10 zinasema ni watu eta. Sasa ukingangana na hii maombi na shida ukienda Katoroni, unaenda wapi? Nothing is happening. There is something wrong. You are not connecting. You are not connecting with God. You must first connect with God. Kuna huyu mama alikuwa hapa mkoani, mliona nini? Nilimwambia kneel down first. Omba utubu dhambi. Alipotubu dhambi akawekewa tiki. Sasa hiyo inaweza kumweka mafuta. So hata kama ni rafiki yako na sijaambiwa nikupatie hata chakula, sema kwa lima buluginya kayo kuelole ile. Udika Mungu tenda mkuu utalala cha utafugiwa nyumba, nitakuja kuangalia kama imewekwa kufuri. Na nikipatana na kiateka na wewe ongeza nyingine moja. Mimi ni mfanyikazi wa bikuni na lazima ni obey bosi yako. Na nikiona unajaribu kuchezea na bosi yako, nitasaidia bosi yako kukuhangaika. Baka urudi kwa bosi. Sisi wote tufuate bosi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Guiltless ni kusema nini? Degotiwa na henwa. If you take your God for granted, atakugoka. Hachagui akisema anaingia mulinga. Kama ndo akanaingia rekodo. Hachagui hivyo. He clears the message by clearing you. He makes sure he gives you the treatment you needed. Ukileta mchezo kwa hii madhabahu, utagogwa kimadhabahu vizuri. Vizuri utakaa Kenyatta miezi 6 ukitibiwa ukimwi hauna. Unapimwa nothing but wewe ni mgonjwa. Unaheja tu kuheja kinyoko na watu mahede na pasho mko. Baka madaktari wao wanakuja wanakuangalia wanasema rudi nyumbani uangalie maneno kutoka nyumbani. Hiyo amekuambia we are no longer going to treat you. We are no longer able. What you are carrying is beyond us. Most of you here were suffering not because you ni kwa sababu ya kucheza na Mungu. Kwa sababu ya kucheza na nani? Anakuzimaga. Na alafu Mungu hiyo wa kuzima anakuwa na kaujeuri fulani kwa sababu anazimaga simu na anaenda ama anakublock. Na anaenda Dubai ama anaenda Amerika kutembea. Sasa hiyo na wewe unaenda Heaven's Gate. Unapiga duru. Hata ninakuabudu. Baba! Hakuna. Ukisikia umekaa Katoroni mara siku 3 na hakuna breakthrough, enda tafuta ugali kula kwanza. Enda tafuta ugali kula. Alafu uende ukae chini ujiulize, umuulize tu, ujaribu kutafuta network. Ako Dubai ama ako wapi? Utafuta yule mtu wako karibu. Sasa hiyo ndio unaenda kwa wale watu mko nao mnaomba mnata jetanira tu. Daigia kuhoya. Kuna jambo ninaombea nisaidie. Labda wake hajaenda Dubai atamwambia mwele aterere. Mwele aterere. Ulia kile. Sasa hapo ndio akisikia umebadilika, unasikia anachukua the next flight. Because hakuna kitu kibaya kama mtoto ambaye anapendwa na Mungu anashughulikiwa kwa vibaya kuliko kila mtu. Mtoto ambaye Mungu anapenda anashughulikiwa kwa vibaya, anagongwa mpaka akae laini, because Mungu alikupenda, because anataka kukutumia. Hakuna kitu ameweka ndani. He has deposited 10 billion in your account. Ziko the line, it is kalaini. Kalaini tu ndio kamezuia umang'aa, ujeuri. Mjeuri, wewe ni mang'aa, wewe ni kila whatever you are. Unakuta kalaini tu unaziona kwa kio ndio sile. Watu wanakuja na kuambia mama, tunaona kama kanisa, nilitumwa kama kanisa na wazee wa kanisa. Kama unaweza tuna kazi kubwa ya kanisa.
tunahitaji 1500 utusaidie. Naona mama ameanza kuteremsha machozi. Unafikiria amesikia wewe kwako unaanza kufikiria ile ombi alikuwa naomba Mungu amfungulie muonyeshe ni wapi apeleke hii pesa. Unafikiria ndio kwa sababu anamwaga machozi. Kumbe nyumba imewekwa kufuri. Watoto wako nyumbani, na hata pesa kununua dawa hana. Na wewe unamwitisha 1000 ngapi? Kwa sababu sura yake imejaa pesa. Sura yake imefanya nini? Imejaa pesa. Ako na pesa. Pesa ziko ni nyingi, lakini umang'aa imezuia. Umepigwa block. Umenielewa? Umepigwa block, zimeekwa until such a time utachange. Na usipo change utakufa, zipatiwe caretaker. Kitu kama kimeachiliwa kutoka mbinguni, kinakuja, kimeachiliwa hakirudingi mbinguni. Kinatafutiangwa nani? Caretaker. Ndio nakutaka makiateka wako na vifunguo kama 1000. Wanaendesha gari mzuri, sio zake. Haleluya. Kuna watu wako dunia hii wameshikilia mali yako kwa sababu ulienda umang'aa na gari ilikuja. Sasa kuconnect na hiyo gari, gari huyu alikuwa anaenda Amerika, akamwambia leo ule tukejikalelia gari, na hiyo gari haikuwa ya huyu, ilikuwa yako. Haleluya. Kuna watu unakuta kimebarikiwa tu, kimejikuta kwa deal. Kimejikuta kwa deal. Akaambiwa sasa kwa sababu uko kwa deal, sasa si utachukua hii gari. Hiyo gari sio yake. Mwenyewe ndio hakuwa apatiwe. Kwa sababu kitu yake ilikuja kama iko na lebo. Mimi ulikuja kwa kanisa hili nikakuombea na milango yako ikafunguka. Kifurushi chako kikaachiliwa. Lakini after few days, kwa sababu ulikuwa unataka muujiza na haikufanyika immediately, ukaenda kwa James Maina. Ukaenda kwa James Maina ukaambia toka ukagaragara, ukasikia. Kesho kiamuka unajikuta ni kama mtu wa chang'aa. Watu wa chang'aa wanalewa, shida inatoka. Asubuhi nakuta shida kwa mlango, inamuuliza ni wale huko, ukatodida fanya. Sasa ukitoka hapo unaruka kwa Harrison, unafanywa maombi, nothing happens. Unaruka hapo unaenda kwa Oyedepo, kutoka hapo unaenda kwa Makezi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kifurushi kiliachiliwa kwa contact gani? PO box gani? PO box the synagogue. Kwa hivyo kifurushi kitakuja hapa, hakitakufuata kule ulienda, kitakuja hapa. Na ndio mnaambiwa kaa kwenye madhabahu ambayo itakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Seek to an altar. God will, kama Mungu akikwambia kuja hapa, this is where your key is. This is where the word, only word one, nitaachilia na itafungua maisha yako. Sasa kifurushi kiliachiliwa hapa. Sasa hizo huku kwa Mackenzie ukikufa, nakuja kuokolewa na polisi. Gari hiyo iliachiliwa, itakuja hapa. Hapa itakuja na itapata mama kama huyu anaiendesha. The day you come to recognize yourself, ama uombe Mungu sasa akufungulie, akurecognize, that is the day utakutana na hiyo lori. Hiyo lori itakuwa imezeeka, inaenda miguu ikienda inaenda gari zinaenda hivi. Ni yako. Hiyo gari ulinunua ikiwa mzee, ilikuwa yako ikiwa mpya. Hakuna kitu kipi, hakuna kitu hata kimoja Mungu anakupatia kimzee, anakupatia kama mpya. Kama uko na gari kama mzee kama yangu, ilikuwa imeenda kuendeshwa na mtu mwingine, lakini ilitoka na jina yako. Kama unavaa kamutuba, hiyo kaguo kamutuba ni kako from the beginning, kako na jina yako. Lakini ulienda kumagamaga ndio ukapitwa. Sasa kalipokuja kakakuta mzee kama huyu, akavaa kama kimuzi, akavaa kaguo kakazeeka, akatoa akarudisha huko. Sasa wakati tu pesa tumekuja, wakati umerudi kwa discipline ya Mungu, sasa ndio unapata tu pesa, unakutana nako katika value ya pale kameishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naona watu wengi, unaona ni matajiri lakini ni maskini. Ukipenya kwa moyo wake ni maskini tu. Why? Kwa sababu you never understood the plan of God over you. That is when you're operating under generational curses. They will always misguide you. They will always misdirect you. They will always hold you back.
Mimi nilifungwa na mbuzi mbili, nikahangaika, nikienda kwa hiyo sababu zilitolewa, nina drive. Ndio naonanga mtu mkirudi nyuma, mkibackslide, unaenda biashara inafunguka, kwa sababu kile kimekufunga kilikuwa katika ulimwengu wa kishetani. Kwa hivyo ile madhabahu iliinuliwa katika ulimwengu wa kishetani. Ukirudi kwao, unaona mambo yako inaanza kukua. Ukiingia kanisani, unaona mambo yako inaanguka. Ndio unasikia watu nikumaria dawa na kile nikuma kwa mavashanile mitangu niingie kanisa, maneno yako yote ilianguka, kwa sababu kuna madhabahu ambayo unafaa kupatia chakula ni ya shetani. Sasa ukienda unakutana, ukianza hiyo ushetani, unajikuta kwenye usherati, unakutana kimwanaume tu kimoja kinafanya mambo, unasikia kimekuachia 200, unaenda unafukua kazi na inafaulu. Akafu kinakuachia 200, Daudi tu kienda unapata kingine bado kinakuja. Unaona wanaume wanalete kimwanaume kia 3 kiko na ukimwi. Bwana dia rocho. Bwana asifiwe sana. That is why God said, you shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless. Hata toka na heno, he will make you suffer, he will make you cry. Kumbuka wana wa Israeli pale walifanyia makosa, na mali walifanyiwa, wakaambiwa wataenda slavery ya 400 years. What happened, pastor? At what time did God say kwa wana wa Israeli, your generation itaenda 400 years? Who knows this? When he gave his wife to Abimelech, akarudi kuulizwa na Mungu, why did you? Because he failed to trust his God. And because of that, he led entire generation of the Israelites into 400 years of slavery. Kakitu kadogo tu, kupatiana bibi ndio asikufe. That the spirit of selfness, it led for a 400 years of suffering of the entire community. That is what we call generational sins, generational altars. That's how powerful they are. They will haunt you and destroy the entire fabric of your family. They will haunt you and make sure there is nowhere you can go. They will haunt you and make sure you can never succeed in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. And it's very, very vicious, because wewe unakuaga unajiona huko lakini hauko. Watu wanakujua mtumio na nege toka. Kwanza unaweza ukuje nikupatie gari yangu, umiombe unataka kwenda mazishi kwenu na unajua kuendesha gari, nikupatie Harrier ama nikupatie Range Rover, utembee nayo kwenu. Watasema mbona leo atokile yari witore kayamura adimite magemenya ma ona magutani wekiriro ni pastor wako. Ona tebega tere wadi kuruta kushira kura buchumare ndetoro rashageirwo kanitha-ini. Bwana asifiwe sana. So understanding these generational curses, it can make you be able, and it's only God who can make it happen to you. It is only God, not your pastor, not anybody can make you succeed in this. You need God, and you need a genuine God. Na kama ni Mungu alikwambia ukuje kwa hii madhabahu, kalisha hiyo matako yako hapa mpaka upate ile kitu Mungu anataka kupatia. Wacha kurukaruka, wacha kurukaruka. Sit here. It may not come today, it may not come tomorrow, it may not come the day after tomorrow, it may come next year. Sit down. The grace of God is sufficient. It will work with you. Kama umeshikana na mtu unasema this thing I want to stay walk with this pastor, just walk with that pastor. Tembea na yeye. Kama ni Mungu amekuauthorize, tembea na yeye. Somewhere something will come to pass. Kuna kitu itatokelezea. Mimi nimestick na Harrison. Nimestick na nani? Na Harrison. Harrison anakuambiaga hapa chini kwake, hapa Livaroli, kuna magazeti iliandikwa kabiwa ni devil worshiper. Kuna vitu viliambiwa yeye, akaambiwa mambo mingi, akapigana na vita vya sete. Alikopoa kanyumba ka basement hapo kadogo, wale wanamjua kadogo walikuwa na finyana, watu wengine wakae nje kidogo ndio ahubiri.
Sisi hatujafanya hiyo struggle. Why? Because I'm covered by him. Vile vita amepitia sitapitia, nitapitia vita hajapitia, lakini foundation ni ya nani? Ni yake. So kuna vita kwa sababu ya kutembea na mimi utaepushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu nimepigana, ndio naambiwa kaa chini ya mchungaji atakaye kulea, kwa sababu kuna vita nitakuondolea. Utapigana vita ambazo mimi sijapigana. Bwana Yesu asifiwe sana. That's the reason of sitting under a man of God. Sita struggle mambo ya nyumba hapa Nairobi, sita struggle. Mambo ya mashamba, si unaona hata yako na mashamba all over. Mambo ya mashamba sita struggle. Mataito zitaanza kuangushwa hapa. Nipatie wiki 2-3 utaona zikiekelewa hapa. Utaona tukipatiwa shamba kubwa hiyo ya 50. Hii ni dimension iko, it is there. Huyo mtu hatapata usikisi akinitafuta aleta. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hiyo ndio lena juice before this. Nilipatia na ile nyumba yangu ya Waruinge kule naishi. Nitaenda kuifence vizuri, niitoe vizuri, niifence. Ifanyike prayer center. Sitakaa huko. Nimemrudishia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimemrudishia. Unafikiria kupata nyumba kama hii ni mchezo? It is not a joke. You have to sacrifice. You have to give it all. You have, hata kama huna pesa, tafuta kitu kwa nyumba ya Mungu fanya. Wacha sana kufurahia pesa ya pastor. Ati alinipatia, alikuja akanipa. Usifurahie sana. Hiyo mshahara ya kulipo kanisani, usifurahie sana. Tutakulipa kwa sababu una mahitaji. Lakini jaribu ile kazi utafanya unaizidisha hiyo pesa unapatiwa. Because utaenda kuambia hadro unajua anafanya kuweka kwa synagogue. Kwa hivyo katika jina la Yesu fungua mlango. Atakuzapa kofi. Atakuwekelea kofi. Lakini kwa hiyo kazi unafanya, hiyo inafanya kanisa linakupatia pesa. Zidisha maradufu. Ndio isiwe ni mshahara wamekupatia. Upingane na hiyo jina msahara kwa nyumba ya Mungu. Uzidishe hiyo kazi unafanya, ifanye maradufu. Hata wakikupatia unakuwa ni kama tu, it is not the salary. Unajua the work I've done here, it is worth $1 million. Lakini wamekupatia 100,000. It is worth not worth. Unanyima hiyo jina nguvu, hiyo jina mshahara kanisani. Uinyime nguvu kabisa. Tunogi nyoreke hewa besha. Si ndio? Kama unafanya kazi hapa, kama huyu akasiana kamekaa hapa, akaesa kata pia. Si enda angalia YouTube. Angalia YouTube. Hiyo unaona hiyo picha, unaona mzuri hiyo video. Ni mimi nilichukua. Wewe fungua nyumba. Haitawezekana. So understanding how to fight these battles, supersede what you are doing with what you are getting. Make it what you are doing is much stronger than what you are getting. Then you will win this battle. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your works. You see? 6 days you shall labor and do all your work. So we are supposed to work. Bwana asifiwe sana. We are supposed to do what? To work. Lazima tufanye kazi. Don't be lazy. There is 2 things that God hates. A lazy person and a who? And a foolish person. You can never be foolish first. You start a lazy. And you are hated. When kitu kibaya kimeoza, when muozo, haufai kwa katika nyumba ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. So fanya bidii kwa hicho kidogo uko nacho. Fanya bidii. Kama hauna pesa, nikashiriki 500 uko nayo, tutakupatia, tutakuongezea 500. Uende ufugue pale, uuze jugu karaka. Choma jugu karaka, weka kwa kipakuli, tembeza watu watakula. Hiyo jugu karaka iko na pesa, watu hawajui. Iko na pesa. Mimi nilikuwa nauza peremende zamani. Peremende nilikuwa nauza tropical. Hii barabara those are 1999 and 2000.
Hapo ndio nilitengenezea pesa mzuri. Hii barabara ya Ngong Road, hii barabara zote nilikuwa nauza peremende. Si mimi, nilikuwa mdosi. Nachukua peremende nyingi za 200,000. Peremende moja nilikuwa nanunua na sumuni. Hiyo ya tropical nauza shilingi 2. Sasa hizo za 200,000 is almost a million. Utakuta uko na milioni kamzima, kana maneno. Na vijana wamepata commission yao. Hakana maneno. Na kijana ako na pesa. Anaenda nyumba kwa makoro Maria ishi. Makoro Maria ishi todo we mukeru. You are silly here. You are stupid here. You cannot sit down and calculate. Peremende moja nimeinunua sumuni. Hiyo peremende nauza 2 shillings na sumuni. Sumuni unarudisha, inarudi. Shilingi 2 ni sagu. Na huyo kijana anauza. Unaona nikiendesha kigari jioni nikikuja kuokota pesa. Atesho atenda nimekora. Unaona makemoto wale labesha. Na kijana ameshinda kwa barabara kwa kio ya gari peremende. Kio ya gari peremende. Mpaka unapandisha kio. Asilipe. Na jioni ataenda na elfu zake 3 ama 4. Bwana Yesu asifiwe sana. So lazima tutoe ujinga kwa kichwa zetu. Lazima tutoe ujinga. Money is here, out here, and we must be rich. And if you are not going to be rich, stupid. Peleka ujinga yako bana. Niki kigigilio toke. Niki, hebu niambie ni nini naweza kuzuia utajirike? Peremende ilitadisha, my first 1 million ilitoka kwa peremende. Watu wakisema sheniishi. Kagari kangu nilikuwa naendesha kagari Kasubaru. Kasubaru kampia Subaru ya kuzunguka nikiokota pesa. Nikatoka hapo nikafungua makawash. Nikaoshea magari. Nilikuwa na makawash mingi. Hao vijana wote walinifuata kwa sababu I created business for them. I created opportunities for them. That is why waliniona wakaona Mungu yao. Hapo ndio nilipigiwa. Hizi my stalls zote ziko Nairobi. Ni mimi nilianzisha stalls. Mafangano Street, Gili House opposite, hiyo duka ya kwanza hiyo Gili House opposite hapo. Hiyo ndio muhindi wa kwanza kuhama Nairobi. Tulimvuruga na kumpiga vita ya mwili na kumuibia mpaka akafunga duka. Alikuwa anauza pia hii nyumba hautapatia mtu mwingine, utapatia mtu roko. Nasema sasa wataweza tukalipa na tulimlipa mwaka. Tulikuwa na pesa. We paid 1 year in advance. Tukakatakata tuvibanda tumeza kametosha na hapa. Nyumba ikajawa na watu 400 wakifanya mauzo. Na nyumba ilikuwa imekaliwa na mtu mmoja. Anapeleka utajiri kwao. Kutoka hapo tukapata moto. Wahidi siku hizi unakutana na Muhidi tauni? Australia wa produce tuuze. Hiyo ndio iko. Sasa ukikaa hapa na uendelee kuwa masikini nitakufukuza sincerely. No, usifikirie ni mtu mzuri mko naye hapa. I hate kuwa poor. I hate it because I know it. Nilikuwa chokora, nilikuwa navuta glue. Nililala kwa makaratasi. Kwa mutaro. Mvua inanyesha kutoka juu, haujui. Maji inakuja, unastukia maji iko juu yako. Toshoke haunawe. Doko kushia. Hautanivuruta huko. Utaendaga. Niko na madiokore. We must change. Hii maua tunanunua. Na vijana hapa naona tu mnaendelea kukua wa pusi. Hii kununua tunanunua. Hii mnaona. Hii toto, maua hii yote toto ni kitu 500 shillings. Hii maua peke yake bila hii. Lakini ikiwa hii na hii na hii nimelipa shilingi 7,000. Toto hii maua ukienda pale ama Naivasha ama pale nini pale wanauza maua kwa farm. Hii kibado utafungua kibado. Hii utachukua. Ukichukua na pesa mingi ni shilingi 500.
lakini tumenunua nimenunua 7,000. Every time you see this is 7,000. Na sija hii mayuthi mnasema tupatie pesa tukafanye kwenda kabisa. Hamuniulisaki hii maua ni kudukiliwa. Iko wapi ile mmetoa ile ya juzi mlitupa wapi? Ziko pale nje ama zilifagiliwa? Mkuje muangalie. Leta kuja kama ndo yako koka. Hebu chukua hii. Chukua tu utoke huko. Sio lazima ukukuja hapa, kuja simama hapa. Nataka uwaonyeshe hiyo nyuma yake hapo. Hiki ni kispoji. Hii ni wire mesh. Umeona? Hizi haziwezi kuwa zaidi ya shilingi 50 hizi zote, hii maua yote. Na hiki tukipatie 100 bob. Na hiki kibakuli ikipatie 100 bob. Hiyo ni pesa ngapi? Ni 250. Ukienda sana. Hii maua nimenunua shilingi 2,500. Si ufanye hivyo utuuzie shilingi 2,000 ama shilingi 1,500. Wewe mwana yudi wa hapa ulete hapa uuze, tutanunua. Hii unapeleka college, wale wanataka kwenda college. Hii ni college wacheni upusi. Semeni tutaacha upusi. Youth, na uzungumza na youth. Semeni tutaacha upusi. Be creative. Wale vijana wote walifanya hii kazi ni wa 22 years and ule mzee sana ni wa 22 years. Wao wametengeneza hapa hii yote. Ule mzee kabisa kwa hiyo group ni 22 years. Angalia kazi. Saizi wamepata kazi 8, nimewatafutia kazi 8. Na kazi moja atakuwa kilipwa 5 million. Kazi moja 5 million. Utaidia ni pastor. Bring idea. Kuja na idea. Wacha kukaa hapa usikae hapa tuleo kigoki makiaga mno. Kwenda na hiyo kigo yako bezuri. Kigoki yake ndio washaja inafaa kubadilisha venye unakaa. Neno lolote lazima likubadilishie maisha. Neno lazima libadilishe jinsi unakaa. Neno lazima libadilishe jinsi utaitwa. Neno lazima libadilishe your status. If these things are not changing, if your life is not changing, you are still stuck. Hiyo mambo ya kuambia uende kule mnaambia kwa mshike waya, labda utabadilikia. Munibebe tu hilo. I'm supposed to empower you to become rich. I'm supposed to speak to you until you change. Ujinga inatoka peke yake. Mpaka hapo tumefika. Tuongee tu ukweli. Si watusi, tuongee tu ukweli. Ni wangapi wanahisi ujinga imeanza kutoka? Simenipigie makofi. Leo tumedeal na generational. Sasa Sunday tutadeal na occultic curses. Tusimame kwa miguu yetu. Ndio kama hamaku matale na kule. Ndio kama haya bado bahasha bahasha. Yes. Huyu atakuwa asha hapa. Huyu mzee mnamuona hivyo, mpigeni picha. Atatengeneza sio anapata sponsor. Atanyoroshwa. Kama hiyo dada ni yeye akimfanya gari mno mrahu jeri yako. Kani nani kwa nini mwana mwenye koshi omuzi. Mungu ni mwema. Hakuna worship. Niwe Bwana na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Nikuitapo Bwana washuka na kuabudu.
kuabudu, maana ni wewe Bwana. Na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Na kuabudu, maana ni wewe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka, twakuinua, maana ni wewe Bwana. Twakuinua, maana ni wewe Bwana. Twakuinua, maana ni wewe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka, shuka sasa, maana ni wewe Bwana.
sasa, maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana washuka. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana washuka. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Shuka sasa, maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana washuka. Wangapi tumebarikiwa? Is it worthy a teaching? You get something good? Before we get into the main prayer, kuna watoto wa shule hapa. Ni wangapi? Kama ni mtoto, ni mtoto. Kama unataka shule, ni mtoto. Watoto wa shule, kujeni hapa. Pandeni hapa juu. Nataka tusimamie watoto wote wa Kenya. Wote mpande hapa juu. Msimame pale kwa ile ya nyuma ile. All the children of school, iwe ni wa secondary, wa primary, hata kama wewe ni wa Baro, unaweza kuja wewe mtoto. Nakubaliana na neno lako. Hata wewe ni mtoto wa shule, simama pale. Kama wewe unajua ni mwalimu, kama unajua ni mwalimu, inua mkono wako juu. If you are a teacher teaching children, if you are a teacher of the children of school, kuja behind them. Kuja behind them. If you are a teacher, kama wewe ni mwalimu, kubaliana, kwa sababu nyinyi ndio mko na anointing ya kufundisha watoto. Sasa mimi nikienda kuanza kudu, simameni, just musimame behind kwa hiyo level ya behind hapo. Mwalimu wote, if you are a teacher, na si mwalimu wako na mapepo, sababu walimu mapepo saizi inasambaziwa shule, na tutaanza vita. Wakianza vita za Makenzi, tuanze vita vya shule, sababu watoto wetu they are being recruited by headmasters, by deputy headmasters and the teachers. Huko ndio ushoga iko, ndio lesbianism iko, ndio mambo machafu iko. Ngoja mzee sasa. Sasa hapa tuko serious business. Hakuna mwalimu mwingine? Hakuna mwalimu? Okay. Sasa walimu, nitataka kuomba na nyinyi kwanza. Simu itengeneze hiyo kitu. Hizo makelele sitaki kusikia hapa. Inueni mikono. Panda ibuka hapo, yes. Sasa tuinue mikono yetu walimu. Mafuta iko wapi? Pastor wako. Niliage shoka hali. Na mutumi yake neri ruaragire mundu nie kuona thina. Mutumi yake nake na gushoka arashoka. Wako manyugo marenda kurathimo. Wamugie mafuta uwabariki. Lazima ndio ufanye kazi ya Mungu, lazima utakaswe. Haleluya. Hizo vitu zako umebeba zipotee kwanza. Tusi mafuta mingi, mutatu ni tonini. Kila mmoja ni kabisa kama na t-shirt. Because I want you to touch these children, these angels. Ino tu mikono yenu juu niwaombe.
Baba, katika jina la Yesu Kristo na kuabudu na kushukuru, ninatakaza walimu hawa kwa niaba ya walimu wote wa Kenya. Ninawatakaza kwa niaba ya TSC. Ninawatakaza kwa niaba ya wale mafundisho yale mapya. Kwa niaba ya wale ambao wameajiriwa lakini hawako kazi. Wale ambao wameajiriwa na private sector. Wale wa CBC. Wote ninawalete mikononi mwako katika taifa letu la Kenya. Kuna wale ambao wamejihusisha katika mambo ya uabudu wa shetani. Kuna wale wamejihusisha katika mambo ya lesbian na magame. Kuna wale walimu wamejihusisha na mambo machafu ya kuharibu watoto. Lakini kama hivyo nimewatakaza walimu hawa, wamesimamia Kenya mzima na East Africa nzima, kwa ya kwamba kutoka leo uabudu wa shetani umevunjika. Kwa kutoka kwa leo mambo ya LGBTQ shuleni imevunjika. Baba, kutoka leo utoaji wa sacrifices umevunjika. Kuiba bongo za watoto zinawekwa watoto wengine, kutoka leo imekuwa cancelled in the mighty name of Jesus Christ. Kuinuliwa madhabahu ya shetani kwa watoto wetu imekuwa cancelled katika jina la Yesu Kristo. Wale headmaster na deputy headmaster na wale walimu na wafanyikazi wa shule ambao wanahusika katika mambo ya kishetani, kutoka leo I have exposed them in the mighty name of Jesus Christ. Washikwe, wajulikane, waonekane na wawekwe bayana duniani iweze kujua hawa ndio walikuwa wakifanya agenda ya shetani. I destroy agenda yote ya shetani juu ya mashule yetu. Ninafunika mashule yote ya primary school, the lower primary school, the upper primary school, secondary school, university na all colleges zote na tertiary colleges zote ninazifunika na ekelea katika mikono ya Yesu Kristo, ya kwamba hawatafaulu waliyeinua misingi ya shetani, misingi ya kuzimu haitashinda watoto hawa. Kutoka leo you are set free. Masomo ikuingie kama kitu. Masomo ikuingie in the mighty name of Jesus Christ. If they tried to recruit you in the mighty name of Jesus Christ, it will not work. Kama walijaribu kukuingiza kwa kuzimu kwa shetani, it will not work. Whatever they tried against you, kuiba bongo zako wanaweka watoto wengine wa kishetani, nina cancel. Na wale watoto walirukurutiwa kutoka kwa shetani ndio wakuje wakusumbue, they will not see you anymore. Masomo yako ninayaregesha yalivyokuwa mwanzo. Yote ninaifungua katika jina la Yesu Kristo. Ninabomoa kuta za kishetani, mipango ya kishetani, maroho na maandishi yote ya kishetani juu ya maisha yenu. Ninawatakaza tena, Mungu awainue na watumie. Na kutoka sasa maombi ambayo tumeifanya tunaitransfer kwa mtoto wote katika nchi ya Kenya. Awe ni wa university, awe ni wa secondary, awe ni wa primary, awe ni wa nursery school. Wote, hata wale wazee wanasoma kwa gubaru, I release a special anointing unto them. Na wale walimu wote na wahusika wote katika shule zozote, all the levels who are devil worshippers, from now I nullify their business. I cancel their business. I disconnect and disjoin them. Then I expose them for the world to see them and to know these are the people that have been tormenting our generations. In Jesus' name we pray. Sasa ansia hapo, kuja hapa mbele ukiguza kila mtoto ukimbariki. Haraka haraka kila mtoto hapo hivyo ukimbariki, unamwambia I bless you. I bless you. I bless you. I release a special blessing ya kimwalimu, Solomonic anointing upon your life. Unaenda ukiedaga. Yes. Mkae mtoto wasitoke hapo. So shikeni zile bahasha zetu. Kama uko nayo ile sadaka tunatoaka ya bahasha ya class. Mko nayo? Yes, leteni, wekeleni hapa. Because nataka ikue dhabihu tutolee hawa watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Wekelea tu hapa.
klasi inatoa kwa kitu, hii klasi inatoa kwa kama tu kalipona. Niko nafikiria nitakuhurumia. Simu mbele tu. Ni nani? Leta. Wewe udhire kwa wewe mami. Dole na pesa hiki. Maisha mashinde dale kana ndio alitolea Yesu Kristo. Yes. Alimu mdhire kwa. Uinue tu juu. Haya tuombe. Ana magani ya Baba, katika jina la Yesu Kristo, sadaka hii imeinuliwa kama sadaka ya kuteketezwa. Tunaitoa kama sacrifice kwa ajili ya watoto hawa, mifungo ambao walikuwa wamefungwa na shetani na waabudu na maajenti wao na malaika wa kishetani, wakafungwa wasiweze kufaulu katika maisha yao, na inaitoa kwa niaba ya watoto wote wa nchi ya Kenya. Kutoka sasa ikabomoe madhabahu yote ya shetani. Ulimwambia Gideoni achukue sacrifice ya ndume wawili na akavunje madhabahu ya baba yake. Sasa walimu hawa ndio baba ya watoto hawa, walimu hawa ndio mama ya watoto hawa. Ninaikamchukua sadaka hii kama sadaka ya kuteketezwa kwenye madhabahu yako. Nikavunja madhabahu yote ya kishetani juu ya watoto, juu ya wanafunzi, na watakapokwenda kufanya mitihani wakafaulu, watakapokuwa kwenye darasa wakafaulu, watakapokuwa kwenye njia mbalimbali wakafaulu, watakapoinukiwa Baba ukawapiganie, watakapopiganwa nao Baba ukawapiganie, watakaponenewa mabaya Baba ukawanenea mazuri, watakapofungiwa milango ukawafungulie, watakapochimbiwa mashimo ukayafunike. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Semeni amen. Upigieni Yesu makofi. Inua mikono yako juu nikuombee. Unajua kile kitu ambacho unataka Mungu akufanyie. Unajua mipango ambayo unataka Mungu afanye katika maisha yako. Leo ni siku ya kufunguliwa kutoka kwa generational curses. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu uliye mbinguni. Umeketi kwenye kiti chako cha enzi hapo mbinguni kwa ajili ya utukufu wa watu wako na kwa ajili ya utukufu wa dunia za generational curses. Naanza kuzibomoa sasa. Zianze kubomoka sasa. In the mighty name of Jesus Christ. Zikabomoke sasa. Zikabomoke sasa. Zikabomoke sasa. Zikabomoke sasa. Any generational curse in your life, ibomoke sasa. Haijalishi ni misingi gani waliweka, ikabomoke sasa.
ikabomoke sasa, ikabomoke sasa, ikabomoke sasa. Haijalishi walisema nini, haijalishi walisema nini kukuhusu, haijalishi walisema nini kukuhusu, haijalishi ni nini bukuka yako walifanya, haijalishi mababu walifanya nini, haijalishi mababu walifanya nini, imefutika katika jina la Yesu Kristo. Chochote ambacho kilifanywa na mababu, usherati ambao ulifanywa na mababu, laana iliyoletwa na mababu, yote ninaivunja, yote ninaiteketeza. Mababu wacheni watoto hawa, 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 wacheni. Kata ya rabaisea, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno lako Bwana, nitasimama kwa neno lako Bwana, nakubaliana na neno. Inua mkono juu, sema kutoka siku ya leo. Tuliza hiyo kitu kwanza. Sema kutoka siku ya leo. Kutoka siku ya leo nitamtumikia Yesu. Nitamtumikia Yesu. Wewe guka. Wewe guka. Na baba yangu. Na baba yangu wa kimwili. Na mama yangu ya kimwili. Na guka wangu. Na shosho. Na shosho wa shosho. Na guka wa guka. Na shosho wa shosho wa shosho wa shosho. Laana mulizoziachilia kwa sababu ya matendo yenu, matendo maovu, matendo yaliyomkasirisha Mungu, kutoka siku hii ninajitenganisha, sitafuatana tena na sitakuwa mateka wa maovu yenu, sitakuwa mateka ya matendo yenu. Watoto wangu hawatakuwa mateka kwa sababu ya maovu yangu. Watoto wangu hawatapatwa mateka kwa ajili ya matendo yangu, ama ya shosho yangu, ama ya mama yangu, ama ya babuka yangu, ama ya baba yangu, wala mimi mwenyewe. Hata kama bwana yangu, ninawatenganisha. Hiyo laana ninajitenganisha nayo katika jina la Yesu Kristo. Mtu mmoja aseme amen. Amen. Simubarikiwe. Amen. Mumebeba bahasha? Mmebeba bahasha? Kama kuna any generational curse that has been operating in your life and you believe that God has done it, it has happened. Amen. All the generation curses have been nullified. Amen. Enda ufanye kazi. Enda ufanye biashara. Amen. Ndoa yako imefunguka. Amen. Kizazi chako kimefunguka. Amen. They will never rise against you in that line. Amen. Amen. God bless you as you go home. And now may the grace, The Lord Jesus Christ And the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. and the amen. Surely, Goodness and mercy shall follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. and the amen. God has set you free. You are completely free. Kufika hapa ni mkono wa Mungu. Haitawarai